Ya muhimu ni kwamba inabaki. Asante sana. Kwanza kabisa, kwa kweli sikuweza kufuatilia hiyo habari, nimesikia kwa waziri, lakini vile ninavyofahamu ni kwamba nchi yetu ya Kenya ni nchi ambayo inafuata sheria. Maofisa wetu wote wa polisi wanajua wajibu wao na wamefundishwa kwamba jinsi wanavyoweza kutumia hizo vifaa vyao vya kazi kama risasi, kwamba ni kweli wana jukumu ya kuwalinda wananchi, kulinda mali ya wananchi na hasa kulinda hata usalama wao wenyewe. Lakini sidhani kwamba kuna sehemu ambapo imeandikwa kwamba anaweza akapigwa risasi ovyo. Kwa hivyo langu ni kuwahimiza tu polisi wote ambao ni Wakenya wenzetu ambao tumetoka kuwaombea kwa sababu tunawapenda, kwamba watumie silaha hizo kulingana na sheria za Kenya, na nadhani wanaielewa vizuri sana hiyo sheria ya Kenya. Kwa hivyo wafanye kila wanaloweza kulinda wananchi wote wa Kenya na kulinda maisha ya Wakenya. Kila wakati tunakuwa na maandamano, mali za watu zinaibiwa, wengine hata maafisa wa polisi pia wanaumizwa, yao ni kuchoma watoto wako kwa wale ambao labda mnakuwa na wito wetu na wito wa kanisa Katoliki tunazungumzia kuhusu swala kwamba kila mwananchi wa Kenya ana haki ya kudai haki, lakini tunapodai hizi haki kudai kulingana na sheria ya Kenya, tufuate amani, na kweli tumepata masikitiko makubwa kwa hayo mambo ambayo yametendeka. Kweli hawa vijana wetu wana mambo ambayo kwa kweli ni mambo ambayo ni ya muhimu ambayo wanayadai kutoka kwa serikali yao, na kuna vijana wengi ambao wanafuata sheria, wanaandamana kwa amani, lakini kuna watu ambao wamejitokeza ambao kazi yao ni kutekeleza uhalifu. Na kwa hivyo tuliomba serikali iweze kutofautisha wale ambao ni wahalifu na wale ambao wanatoka kujitetea haki zao, na tungehimiza sana serikali iweze kuwasikiliza hawa vijana, waone ni mambo gani ambao wanataka kurekebisha, na sote najua tukija pamoja, tukiketi chini pamoja, tunaweza tukasuluhisha haya mambo. Lakini wale ambao ni wahalifu ambao wanaharibu mali ya wananchi, wanapora biashara za wananchi, hao tungeomba kwamba serikali iwachukulie hatua kali. Na bado viongozi katika msimu wa maandamano ambao tumewasikia wakitoa matamshi ambayo inaweza kuwa inachochea, matamshi ya kuchochea, matamshi ya kuchochea ghasia, kama kanisa linaweza waambia. Ningewahisi sana viongozi wote, kama wewe ni kiongozi ambaye unaipenda hii nchi, usichukue haya maandamano ya vijana wetu kuweza kujinufaisha kisiasa na pengine kutamka matamshi ambayo yanaweza yakaharibu nchi yetu. Kwa hivyo kama wewe ni kiongozi, maana ya kiongozi ni kwamba lazima kupima maneno yako,
kwa sababu maneno yakitoka yanaweza yakafanya mambo yawe mabaya zaidi. Kwa hivyo ningewahimiza viongozi wote, wewe kama ni viongozi, uyaangalie matamshi yako yasiwe ni ya kuwachochea watu, matamshi yetu isiwe ya kuleta mafarakano katika taifa letu. Kazi yao ambao wanafanya kazi muhimu sana katika nchi. Wito wako kwa serikali kuhusiana na masuala ya maafisa? Basi kama vile tumesema, kwa kweli maofisa wetu wanafanya kazi nzuri sana, wanatuletea usalama katika nchi yetu, na huu mwito nadhani umekuwepo kila wakati kwamba wao kama wafanyakazi wengine wote wa serikali iweze kuangalia maslahi yao, kwa sababu vile tumewakumbusha leo katika kanisa, hawa wana familia na tumejionea wenyewe watoto wao wamejitokeza kuja kuwaombea. Kwa hivyo tungetaka hawa watoto wao pia wapate maisha mazuri kama maisha hata ya huyo mbunge fulani ambaye anapata malipo mazuri. Kwa hivyo basi tunapoona na kuwahimiza wafanye kazi, vile vile tuweze kuangalia maslahi yao, ili hata wanapoenda kufanya kazi yao wajue kwamba familia zao ziko salama na ziko na rasilimali ya kuweza kuendelea. Kwa majina naitwa Askofu George Baraka wa jimbo la